Sasa mtoto akiingia senior school hatafanya pathway mzima, atafanya hicho kikundi ama atashika hiyo njia ndogo inaitwa track. Kwa wale ambao wanasoma tuambie track ni nini? It is now the individual learners area of specialization. Kwa kifupi ni ile njia mtoto mmoja atashika, kumaanisha mtoto hatafanya pathway mzima, atafanya hiyo njia ndogo, tunaita nini? Tracks. Nilikwambia tuko na pathways 3. Ya kwanza ni STEM, iko na vikundi vitatu ama iko na njia ndogo 3 ambazo tunaita tracks. Kwa hivyo iko na tracks 3. Ya kwanza ni pure sciences, ya pili ni applied sciences, na ya tatu ni technical studies. Na hapo ningependa kuwahimiza walimu na watoto ambao wanasikiza wasichanganye maana ya STEM na tracks za STEM, kwa sababu STEM inasimamia science, technology, engineering and mathematics, na walimu na wanafunzi wengine wanachanganya, wanafikiria sasa STEM iko saba. 3 pathways, 7 tracks. Ukauliza swali, zinaanza wapi? Zinaanza darasa linaitwa PP1 ama pre-primary 1. Zinaenda PP2. Pengine nikuhamasishe, nikueleze PP1 na PP2 zinaanza aje. Mtoto akiwa PP1 na PP2 kuna mambo mawili ya muhimu sana ambayo mtoto hufaa kufunzwa pale. Jambo la kwanza tunaita interaction, kutangamana. Mtoto ajue kuishi, kutangamana, kukaa na wengine. Na jambo la pili la maana sana ni preparation. Ndio tunaandaa mtoto, tunamwandaa kukua. How do we prepare them to grow? Mtoto anafaa kufunzwa, anapanda akishuka, atengeneze vitu tunaita bigger muscles. Ride tires zile unaona wakiride. Akiride tires anatengeneza motion, balance na coordination. Mtoto anararua grade 1, grade 2, grade 3. Anaendelea na hizi preparation na interaction. Na ukumbuke akiwa pale lower classes hafanyi subjects, anafanya activities. Hakuna mathematics, ni mathematic activities. Huko hakuna languages, ile mnaita English, ni language activities. Religious activities, hakuna CRE. Kwa nini? Ndio aweze kupata mahali tulianzia knowledge and skill.
Anaposoma anapata knowledge, anapofanya anapata skills. Huyo mtoto ameingia grade 3. Akiingia grade 3 anafanya mtihani yake ya kwanza, inaitwa Kenya Early Years Education Assessment. Hapo ndio anaregister na anapewa assessment number, na ndio tunawaitisha birth certificates. Akitoka pale anaingia grade 4. Ujue alikuwa anafanya activities zinaishia pale, anaingia kitu tunaita learning areas, anafanya 4, 5, 6. Akifika 6 anaregister tena na anafanya mtihani mwingine unaitwa KPSEA, Kenya Primary School Education Assessment. Akifika 6, sasa kwa nini nataja yale? Kwa sababu matokeo ya KPSEA si matokeo ya grade 6 peke yake, ni matokeo ya 4, 5, 6. Na wazazi wajue mtoto aliye grade 4 ni candidate wa KPSEA. Mtoto aliye grade 5 ni candidate wa KPSEA. Kwa sababu KPSEA itahesabiwa matokeo ya 4, 5, 6. Ukumbuke sasa ameingia learning areas. Ameingia 7 sasa. Kutoka 6 amefanya KPSEA, si anaingia junior school. Na wazazi wajue si junior secondary, ni junior school. Akiingia junior school, zile subject alikuwa anafanya bado zinabadilika na zinaongezeka. Anafanya 7, 8 and 9. Akifika 9 anaregister tena. Unote, baada ya kila miaka 3 anaregister, anafanya mtihani, anaregister, anafanya mtihani. Tumetoka ile 844 ambayo ilikuwa summative, tumeingia CBE ambayo ni formative. Formative inasema ni kuendeleza. Hii mtihani wa KJSE watafanya ambao utawaelekeza kwa senior school. Pia si matokeo ya grade 9. Ni matokeo ya grade 6, grade 7, grade 8 na grade 9. Grade 6 ile KPSEA alifanya itatoa 20% kwa KJSE. Alafu 7 itatoa 10%. Na 8 10%. Kwa hivyo 7 na 8 zote pamoja ni 20%. Ukiongezana na ile 20% ya 6 ni 40. Kwa hivyo mtoto kwa KJSE anatafuta nini? 60%. Na ndio tuweze kuelewa, tulisema akiwa lower anafanya activities. Nikupe mfano, kuna activity inaitwa environmental activity, ambayo akifika 4 inakuwa splitted to 3 different learning areas. Ya kwanza ni science and technology, ya pili ni agriculture and nutrition, na ya tatu ni social studies. Tushike hii moja inaitwa science and technology ambayo anafanya 4, 5, 6. Na ukumbuke ilikuwa environmental activity. Akiingia 7 inabadilika, inaitwa integrated science ambayo imebeba subjects 3. Imebeba biology, imebeba chemistry na imebeba physics. Anaifanya mpaka naita pure sciences. Ile environmental ilibadilika ikuwa science and technology, ikakuwa integrated science, ndio tunapata hapa ikiwa nini pure science. Ile applied science ambayo nimekwambia tuko pale kama the second track of STEM, inaanza pale ikiwa environmental, inakuja inakuwa agriculture and nutrition, ndio tunapata hapa juu ikiitwa nini? Applied science. Right. Bwana Mbogo, swali langu ni pale kwa pathway. Tunapoangazia ama tukikumbuka 844, wanafunzi walikuwa na ile chance ya kuchagua zile subject pale pengine ukielekea form 3. Na haswa walikuwa zile subject wanachagua naweza kuwasaidia career zao. Hapa kwa CBE haswa imeongeza masuala mengi, pamoja tukiangalia pia talanta inaangaliwa na kazi kama zile. Ningependa kujua jinsi mzazi anahusishwa haswa katika ile transition, ile pathway, kujua pathway ya mtoto wake, ama ni swala ambalo limeachwa tu mwanafunzi na mwalimu. Mzazi anahusishwa hapa ndani na njia gani? Mzazi anafaa kuhusishwa
right from the playgroup. Ndio anajua huyu mtoto wangu akiwa lower classes, environmental alifanyaji, anahusishwa kwa hii njia, tunaita parental engagement. Imebadilika hivi kwamba mzazi anafaa kufanya kazi na mtoto wake. Kuna aina mbili za mitihani ni kueleze ndio uweze kuelewa. Ya kwanza tunaita project. Project ni mambo ambayo mtoto anafanya physically, sasa practically. Na sana sana hayo yanafanyiwa nyumbani. Nasikia with the help of your parent, madarasa tofauti tofauti kama walio grade 3 sasa wanatakikana kutengeneza toys na wasaidiwe na wazazi, na wanafaa kuokota zile vitu zinapatikana nyumbani. Kwa kimombo tunasema locally available materials, asaidiwe na mzazi. Hilo ni jambo la kwanza. Theoretically, kwa homework inafaa mzazi achangie, aelekeze mtoto. Kwa hivyo kutoka chini mzazi anafaa kujua huyu mtoto wangu anapenda hili, huyu mtoto wangu anapenda hili, lakini hapendi hiki na hapendi hiki. Kwa hivyo kutoka mzazi akiwa mchanga akielekeza mtoto kwa homework theory na afanye projects na mtoto, ataweza jua mtoto anaelewa yapi. Na hivyo ndivyo tunasema inaanza pale chini. Na ningependa kabla hatuja toka kwa pathways, kwa sababu tumezielewa zinaanza wapi na tumeelewa tracks ni nini, kuna jambo ambalo wazazi wanalishika lakini si la kweli. Tukiwa na STEM na social sciences na arts, kuna notion ama kuna belief ya kwamba wale watoto ambao kwa darasa wanapata marks za juu wanafaa kuchukua STEM. Pia kuna hili ambalo watoto ambao hawako katikati, yani average performance, wanafaa kuchukua social sciences. Na wale kwa darasa, na nina insist kwa darasa, ati wale ambao hawafanyi vizuri sana kwa darasa nao fanya vizuri darasani, na si ya wale ambao hawafanyi vizuri darasani. Umeongea mambo ya wanafunzi wa wastani, the average students. Hawa ni kina nani? Mzazi anaweza taka kujua, hata mimi naweza taka kujua. Hawa mnaita wanafunzi wastani hapa, average ni kina nani? Ninamaanisha kwa darasa, kuna out of 100, tuseme max ni 100, kuna watoto wanapata 80 kwenda juu. Kuna watoto wanapata below 50, hata pengine below 30, 40 huku chini. Sasa wastani ni mtoto wako between 50, 60, hapo 70. Sana sana tunasema hao ni watoto wa wastani. Ama yale ambao wazazi walizoea 500. Watoto wa wastani tunaweza sema ni wale watoto ambao wako 250 kuelekea 350. Hao ni watoto wa wastani. Na ndio nina insist kwa darasa. Tena kuna jambo lingine ambao wazazi wanaamini ya kwamba mtoto wangu anajua kucheza volleyball sana, ama anajua kucheza football sana, ama anajua kucheza mchezo fulani. Huyo hata hafai kufanya bidii kwa shule kwa sababu yeye atachukua hiyo njia. Nataka niambie wazazi tena, hilo si la kweli. Kwa sababu wale watoto ambao watafanya arts and sports si ya wachezaji ya kwanza, na sio ya wale walio chini kimax. Kuna mtoto wa above average, wale tumesema wa juu kimax, ambao watachagua arts. Pia kuna watoto ambao ni wa below ambao watachagua STEM. Na kwa hivyo ningependa tujiulize hii art ni nini na hii STEM ni nini, na ndio tuweze kuelewa. Pengine tueleze wazazi
Wale ambao wanaenda kusomea art watasomea nini? Wale ambao wanaenda kusoma social sciences ni nini na nini wanasomea, na wa STEM ni nini na nini wanasomea. Ndio tuweze kujua tunapochagua nataka kuwa fulani, sio eti mimi ni fulani. Kwa mfano, mimi sifanyi vizuri kwa hesabu, nafaa kuchukua art. Nini art? Hiyo tuseme kwanza hakuna. Ati mimi ninajua kukimbia, ninataka kwenda kufanya art. Tuseme hiyo hakuna. Kwa hivyo tuanze tujiulize. Si tumesema arts and sports iko na tracks mbili. Na bwana Mtembei, nataka uelewe, nasema watasomea nini, si watacheza nini. Na maanisha wanaenda kusoma, si kucheza. Hakutakuwa na practical kwa sababu hii ni kama talanta. Kama ni mchezo niko darasa peke yake. Ni kusoma na kucheza, lakini masomo sana. Nataka nikushtue kwanza. Wale ambao wanaenda kufanya sports, utapata ndani ya hiyo sports kuna subject tunaita biology. Pale kwa sports. Kwa sports. Biology kwa sports. Right? General science. Manielewa? Home science. Media technology. Theater arts. Hebu niambie, biology na mbio zinaingiliana wapi? Turudi pale sasa nikueleze. Kwa wale ambao wataenda kusoma sports, moja ya zile vitu ambazo watasomea ni kitu tunaitwa physiotherapy. Physiotherapy wanapatikana wapi? Kwa hospitali. Hiyo inahitaji mtu wa marks za chini ama za juu? Za juu. Kitu cha pili wataenda kusomea ni sports nutritionists. Nutritionists ni wale watu ambao watajua mchezaji fulani anafaa kukula chakula fulani ambacho kimeandaliwa kwa njia fulani. Kitu kingine wataenda kusomea pale ni kitu naita sports ethics. Jambo la nne ambalo wataenda kusomea ni sports coaching and instruction. Kwa hivyo ni coaches and instructors. Hebu nikuulize, hiyo inaingiliana wapi na football ama handball ama volleyball? Na ndio wanafunzi wajue, nikichagua sports siendi kucheza, naenda kusoma. Wengine watakuwa managers wa viwanja na stadium. Wengine watakuwa fitness instructors. Hiyo yote inahitaji nini? Masomo. Tukikuja kwa arts, si wale ambao wanajua kuchora peke yake. Ni wale ambao watasomea vitu vinne majorly kwa art. Vitu vinne majorly kwa art imewekwa vikundi vinne hiyo art. Ya kwanza ni fine arts. Fine arts kwa kifupi ni kama wachoraji ambao wanarembesha kwa wino, penseli, kuandika. Kama wale wanachora magari. Wanachora hiyo. Pia wale ambao wanaandika calligraphy. Handwriting nzuri. Pia ujue kuna painters wenye wana paint au wako kwa fine arts. Kuna ingine tunaita performing arts ambayo inahusu body movement kama dancing, choreography, comedy, acting, singing, composing of songs. Maneno kama hayo. Pia ya tatu kuna visual arts. Visual arts ni nini? Ni vitu za kuona. Kwa mfano, kuna videos, kuna photography, kuna cinemas, kuna graphic designers, wale ambao watatengeneza vitu za kuona. Na ya mwisho ni applied arts, kutengeneza vitu kwa mkono. Kwa mfano, ceramics, wale ambao wanatengeneza vikombe, nyungu, sculptures, watu wa kuchonga.
Unaona hiyo yote iko kwa arts. Hii arts kwa wanafunzi wote wa Kenya inachukua only 15%. The entire country. The entire out of the candidates wenye wako ni slightly over 1.2 million. Kwa hivyo kwa 1.2 million itachukua 15%. Tumebaki 95%. Kwanza tueleze wazazi, hiyo ni percentage ndogo sana ukikompea na wengine. Kwa wale wanafunzi ambao wanafanya vizuri na average, they are very few. They are very few. Ati wale wako chini, very few. Kwa hivyo tueleze wazazi, anapochagulia mtoto arts na sports akuwe makini sana, kwa sababu kwanza nafasi ni chache. Hata wazazi wakiangalia kwa arts ni watu wangapi uko nao ambao wana practice arts? Ni wachache. Yeah. Ukiangalia hii Kenya, salonists ni wangapi out of 50 million? Ni wachache. Kwa hivyo ndio serikali ikaona hatuwezi elekeza watu hapa, watatuzidi. Bwana Moko, kuzidi ni kusema nini? Najua watatuzidi ni kumaanisha nini? Tutakuwa na wengi ambao hawana la kufanya. So they will not be productive. They will not be productive. Leo naniambia county kama hii ya Meru, ya Governor Mutuma, tukikuwa kama mko watu 1 million, mtegeneze salonists 200,000, watafanya nini? One of the reasons yenye CBE ililetwa ni kujisimamia na kukuza uchumi. Na naturally hawafai kuwa wengi. Kwa hivyo inachukua wangapi? 15%. Tukuje kwa social sciences, inachukua 25%. Na tumesema iko na tracks ngapi? Mbili: humanities and business studies, and then languages and literature. Kuna wazazi ambao wanafikiria wale watoto wa wastani, vile ulikuwa unaniambia, watachukua social sciences, na tulisema si hivyo. Let me tell you, kwa humanities, jambo moja watoto wataenda kusomea ni kitu inaitwa law, lawyers na judges. Ukiangalia hiyo haihitaji watu wa wastani, inahitaji watu wa juu. Jambo la pili, kwa hiyo humanity, kuna sociology, studying about people. Kuna governance, uongozi. Kuna utawala, that is administration. Mambo kama yale. Tukiingia kwa hiyo track business, jambo la kwanza ni accounting. Na ukiangalia social sciences, unaweza fikiria haina hesabu. Lakini accounting, economics, banking, procurement, hiyo ni hesabu tupu. Kwa hivyo tena inatueleza sio ya wale watoto wastani. Tukiingia languages, hiyo ni reporters, writers, wale makalimani interpreters, linguists, wale wanasomea mambo ya lugha na nini. Pia hiyo inahitaji watu ambao si wa chini ile tunafikiria. Tuingie STEM. STEM inachukua 60%. Kwa hivyo hiyo ndio itachukua watoto wengi sana. Na kwa sababu inachukua watoto wengi sana, tutaongea mambo ya shule baadaye. Lakini kuambie, kulingana na sheria zilizowekwa na serikali, kila shule Kenya yote lazima itafunza STEM. Every school. To every school, STEM is compulsory. Kwa sababu inachukua watoto wengi sana. Tukiingia hii pure science, iko na electives 3 major. Iko na
biology, chemistry and physics. Kwa hivyo wale watu ambao wanataka kuwa madaktari, nurses, watu mapharmacist na nini, wote wataangukia pale. Applied science iko na electives 3. Tulisema ni agriculture, computer na home science. Nataka kidogo niguze technical studies. Technical studies ni kama nayo silently iko na njia mbili. Iko na technical studies, hiyo ni ile ambayo itachukua ma-engineers, pilots wenye wanataka kufanya aviation, marine technology na hizo. Kuna njia ingine chini kidogo, vocational studies, ambao wanataka kufanya hizi courses za mkono kama plumbing, masonry, carpentry na hizo. Kwa hivyo wale watoto ambao kwa darasa hawafanyi vizuri sana, hawatachukua arts, watachukua technical studies, STEM technical studies, wachague building construction, metalwork, woodwork, mambo kama yale. Kwa hivyo in CBE kila mtu amehusishwa na ameshughulikiwa. Kwa hivyo hii hatuna drop out na hatuna wenye watalemewa, kila mtu ako na nafasi yake. Kuna swali hapa, kuna swali nimeona mahali, nataka hata wewe tusaidie kujibu swali. Kuna swali nasema, swali ikiwa mtoto wako sawa subject zote na sports anafaa kufuata pathway gani? Ngapi? Kwa sababu naona itawezekana kweli mtoto kufuata pathway mbili. Huyu anaitwa ni Patrick, huyu ni mzazi. Hilo ni kama anaelewa subject zote, so na hata sport anajua, anauliza na ni pathway gani anafaa kufuata. Hilo ni kama linatuelekeza sasa kwa selection. Lakini nikitumia muda uliobaki mchache, ningependa kusema vile tumesema watoto wanaenda kusoma, na tukikuja kwa selection ambayo maybe tutaifanya baadaye, inafaa wazazi na watoto wajue mtoto anaruhusiwa kuchagua pathway moja peke yake. Akifika kwa pathway anaweza chagua track moja ama track mbili, lakini pathway ni moja. Kwa hivyo kama ni mzuri kwa sciences na sports, mtoto italingana na interest yake. Hapa tunaangalia mambo mawili ya muhimu sana. Interest ya mtoto, anataka kuwa nini, alafu performance ya mtoto. Mtoto anaweza kuwa anapenda michezo na anafanya vizuri kwa masomo. Tutajiuliza aje, kama yeye ni footballer, si anaweza soma akicheza, lakini hawezi cheza akisoma. Anaweza soma akicheza. Tofauti ni gani? Tofauti ni mtoto anaweza kuwa daktari akifanya practice zake na awe footballer, lakini mtoto hawezi anza na mchezo imwelekeze kwa udaktari. Lakini mtoto anaweza kuwa lawyer ambaye anacheza. So inaanza kwanza kukaria darasani, inaenda kufanya mazoezi. Na tuko na wengi sana ambao tunajua huyu ni mwimbaji mashuhuri lakini amesoma. Huyu ni mchezaji mashuhuri na anacheza. Kwa hivyo kwa mwenye anajua mchezo, ningemuadvise asome kwanza akifanya mazoezi. Sidhani kuna senior school ikazuia watoto kucheza. Mtu anaweza kucheza. Mmegawanya kila kitu katika pathway na track. Yes. Hao walimu watatoka wapi? Vile serikali inafanya, na ninapongeza serikali, inafanya retooling kufunza walimu jinsi ya kuingia katika hizo njia. Kwa hivyo wale walimu wote ambao walikuwa 844
wanaenda wakifunzwa hata jinsi ya kutekeleza. Wanaambiwa tumetoka 844 tuko CBE. CBE inafanywa hivi, si hivi. CBE hii inahitaji hiki, si hiki. Kwa hivyo walimu wanaenda wakifunzwa. Pia serikali inaenda ikipeana vifaa vinavyohitajika ili kuweza kutekeleza haya. Mwanafunzi anaweza kuwa anapenda hesabu. Yes. Lakini mwalimu naye anafanya yule mwanafunzi anachukia hesabu, anaenda pande nyingine. So pia kwa walimu ambao wanafunza wanachangia katika watoto kuamua ile path wataenda ama ile track watatumia. Walimu wanachangia pakubwa sana. Kwa sababu mara nyingi mtoto hupenda subject ya mwalimu anayefunza inavyostahili. Na sana sana subject haikuwagi ngumu, inafanywa ngumu kulingana na vile inavyotekelezwa. In short, learners like a subject because of how it is being taught, the methodology ambayo walimu wanatumia. Unapata kama ni wanasayansi ambao wanaifanya practically, watoto wanaipenda kushinda yule mwalimu ambaye ni darasa peke yake bila practicals. Ukiona kama ni CRE, yule mwalimu ambaye anatumia mifano na anaonyesha watoto wanaelewa zaidi. Na sana mtoto atachagua subject ambayo anaelewa zaidi, ambayo itamwelekeza kwa ile pathway atachagua. Kwa hivyo mwalimu anachangia pakubwa sana. Haya mambo yote umeyataja. Kuna mzazi pengine angetaka kujua yanafanyika katika stage gani. Kuna pale junior school, kuna senior. Hili linafanyika hapa, hili linafanyika pale. Pengine kuna mtu angetaka kujua hizo stages ama hayo masuala yanafanyika hapa ama upi. Kutoka junior, senior, inafanyika na stages gani? Vile tulivyosema, masomo huanzia pale chini PP1. Yanaenda yakijipanga. Kwa hivyo mzazi yote ajue, vile nimesema, kama ako grade 4, ajue huyo ni candidate wa KPSEA. Kama ako grade 5, ajue yule ni candidate wa KPSEA. Akiingia 7, ajue yeye ni candidate wa KJSEA. Akiingia 8 vile vile, na akiingia 9 vile vile, ajue ni candidate wa KJSEA. Na watoto wajue na wahimizwe, CBE is not about talent. It is about performance. Ndio watoto walifikiria tumeingia CBE, bora ninajua kuchora, sina shida na mengine. Ajue talent ni muhimu, lakini performance ni muhimu zaidi. Wacha nikupe mfano. Kuna shule za kitaifa saizi ni zimewekwa kwa kiwango inaitwa C1. Hizo shule za C1 hazitachukua wale ambao walikimbia wakakuwa number 1. Zitachukua yule aliyefanya mtihani akawa number 1. Ni number 1 ama ni performance? Unajua unaweza kuwa number 1 na performance yako na maanisha aje? Kwa performance ya mtihani, siku hizi inaitwa assessment. Tuko na wanafunzi wawili. Mmoja amefanya assessment ya sports subject, hiyo inaitwa sports, creative arts and sport, inaitwa CSI. Wacha niite sports ndio ikuwe rahisi. Kuna mtoto ambaye atafanya mtihani wa sports apate 8 na hakuingia uwanjani. Kuna mwingine ambaye atapata 20 lakini alikuwa number 1 kwa marathon kwa mfano. C1 itachukua nani? Haitachukua aliyefanya mtihani akapata 20 na alikuwa number 1 kwa marathon. Itachukua aliyepata 8 hata kama hakuingia uwanjani. So hapa sasa ndio swali kuu linakuja. Kuna wazazi ambao wafuatilia watoto wao wenyewe waingie shule. Sasa ikifika huko juu stages, mzazi ajui mtoto ataelekea wapi, huyu mtoto atasaidiwa na nani kujipanga maybe kwenye pathways hizi ama tracks. Mzazi ajui nani ataelekeza huyu mtoto. Once again, napenda kushukuru Governor wa Meru.
kwa sababu hii ndio kaunti ya kwanza ambayo imeandaa kikao kama hiki kifikie wazazi wote. Kwa hivyo nani atamwelekeza? Inafaa aelekezwe na mzazi na mwalimu. Sasa mzazi hakufuatilia mtoto, ajui kile kinaendelea. Itakuwa sasa kuna shida, kwa sababu mtoto hafai kuchagua tu, anafaa ajue anachagua nini, na ajue ninachokichagua kitanielekeza wapi, kwa sababu tumesema nini? Pathway ni njia ambayo inamwelekeza mahali atakapo kuwa. Kwa hivyo inafaa watoto wajue ninataka nini, interest ya mtoto. Akishakwambia anataka hivi, tujiulize, utaweza? Performance, will you make it? Kwa pamoja. Kwa hivyo ni vizuri walimu na wazazi na wanafunzi waelewe inavyokuwa, na ndio tukasema kwanza tuelewe pathways kwanza ni nini, ndio tukuje sasa tutachagua namna gani. Kabla tukuje kuchagua, na najua kuna swali nataka niulize kwanza. Ifike mahali interest ya mwanafunzi ni kukua wakili. Naye mzazi anataka huyu mtoto aidha akue injinia ama akue kitu kingine. So interest ya mtoto na mzazi zilipoingiana, hapa kunaenda namna gani? Nikuulize swali. Uliza. Nani anasoma? Ni mtoto. Nani atafanya? Ni mtoto. Kwa hivyo tunafaa kufuata nani? Mwenye kusoma. Yes. Na si kuna masomo ya watu wazima. Kama unataka kusomea wakili si usome, lakini mtoto anataka kukua daktari. Nimeingia shule fulani hapa Nakuru, labda wananisikiza. Msichana mwerevu sana akaniuliza, Mr. Mungu, I want to be a mortician. Nataka kuwa mortician. Lakini mzazi wake hataki. Niambia hiyo. Nikamuuliza mtoto, unajua mortician ni nini? Unajua anafanya kazi wapi? Nieleze. Akanieleza. Ndio sasa nikaita mzazi. Nikamwambia mtoto ndiye anayesoma na akona interest ama akona chenye anataka kuwa. Kazi ya mzazi ni gani? Ni kumwelekeza na kumfafanulia. Unataka kuwa wakili. Wakili ni nani? Unataka kuwa mason ni nini? Unataka kuwa engineer ni nini? Mtoto akishaelewa, sio tutaiongea baadaye, tujue sasa ni subject gani na gani na gani ambazo zitamwelekeza pale. Ndio tujue kitu cha kwanza ni performance. Hii una perform aje na hii na hii na hii, ndio tumwelekeze. Kwa hivyo kazi ya mwalimu na mwanafunzi na mzazi ni kumwelekeza na kumfafanulia, ndio mtoto aelewe hili ni hili, hii fulani anafanya hii, fulani anafanya hii, fulani anafanya hili. Pia nimepatana na mzazi ananiambia mtoto wangu anataka kuwa surgeon. Namuuliza surgeon ni nini? Hata huyu ananiambia, mimi nasikia anasemaga tu anataka kuwa surgeon. Sawa, unapatana na huyo mtoto unamuuliza, unajua surgeon ni nini? Sijaelewa vizuri. Sasa unamuelekeza. Napata mwingine, nimepatana na mwingine ananiambia nataka kufanya kuwa lawyer ama doctor. Lawyer na doctor ziko in different pathways. Jambo la kwanza tumesema nini? Mtoto hawezi chagua pathways tofauti. Ninapoongea na wao ninapata kumbe mtoto hata ile anasema hafanyi vizuri, ile ambayo hajui ndiyo anafanya vizuri. Sasa tunawaelekeza. Kwa hivyo mzazi afafanue na aelekeze. Imekuja na masuala mengi zaidi yale yalikuwa katika 844 na mengi ni mageni ama mapya. Kuna uwezekano pengine ya mtoto labda kukosa shule, ama suppose mtoto akose shule, what next katika wakati ambapo ameangalia zile pathways? Kwanza hakuna mtoto atakosa shule kwa sababu policy ya serikali ni 100% transition. Tuseme
Pengine mtoto anaweza kosa shule aliyochagua ya kwanza na ya pili na ya tatu, lakini hawezi kosa ya 4. Kwa sababu mtoto anafaa kuchagua shule 12 na zote zina viwango C1, C2, C3, C4. Kwa hivyo hakuna mtoto hawezi kosa shule katika hizo 12 atachagua. Pengine akose dream school, lakini atapata shule. Sasa tuseme example, mimi ni mwanafunzi, nimeamua sasa naenda njia ya wakili, kwa wakili. Ifike katikati mambo yakate kujana. Kuna reverse. CBC haina reverse kwa sababu haina repetition. Hakuna kurudia darasa. Hakuna kurudia. Wale watoto wote ambao wako grade 9 tunawangoja grade 10. Wote na tuko na namba zao. Asipokuja tutatuma chief, wazee wa mtaa na askari. Mtatuma askari kama chief. Huyu mtoto ni wangu. Kimeumana, ameshindwa kuendelea. So hapa itakuwa namna gani? Maybe ama hakuna kuanguka. Vile CBC ilivyo, nasema CBC ndio watu waelewe, si kitu mgeni, ndio imeitwa CBE. Na sana sana nikitumia CBE watu wanaweza sema ni kitu mgeni. Tuseme tu CBE, CBC. Vile ilivyo, hakuna mtoto anafaa kusema kuanguka. Kuanguka inakujia wapi? During selection. Hiyo tu ndio unaweza kosa ile shule dream school. Ukifika mahali uone hii kitu umechagua, hautaweza. Kwa sasa kulingana na policies hakuna provision for that, for the repetition. Lakini mtoto akitaka kuchagua, vile ministry imetuongoza, atauliza kwa principal wa hiyo shule ambayo kwa sasa. Principal ata request kwa sub-county director, alafu county director ata approve. Na zote zinafanywa online. Kumaanisha inawezekana, lakini itachukua muda. Linatuangalia la ajili hilo. Mwanafunzi na kinachomfaa, tusikue na yale baadaye. Nasema inawezekana, lakini iko na hatua. Kwa hivyo ni prosesi mrefu. Itachukua muda gani? Siwezi sema muda fulani, lakini niseme it's a lengthy process, ni ka process mrefu. Na ndio kuzuia yale, tujaribu mtoto amakinike. Tukija kwa selection ya subjects, utapata mtoto anaitwa shule kulingana na combination ambayo amechagua. Kuna mwenye atachagua advanced maths, pengine biology and chemistry. Kwa hivyo ataitwa shule ambayo inasomesha hizi vitu tatu. Akitaka kubadilisha, pengine achukue a different combination na different track, tutafanya nini? Na hajasoma kwa mwaka. Kwa mfano, unataka nitumie ile ya kitambo, kutoa mtoto form 1 aende form 4. Najua hajasoma hii, anaenda kusoma kitu kingine. Pengine amerealize ya 11 ama grade 11 ama pengine grade 12, akiingia grade 12 ndio anaona hapa nitaanguka. Kwa miaka miwili hajasoma, tutamfanyia nini? Mtoto hawezi kataliwa shule kulingana na serikali. Shule yote haiwezi kataa mtoto. Tutampeleka pale, hajasoma, itafanya nini? So tukimalizia Bwana Mugo, katika hizi classification za day school, county schools, how wanafunzi wataingiza shule aje? Shule zimewekwa katika viwango
viwango 4 ama zimewekwa katika aina 4 types. Tuongee hizo aina 4 alafu tumalizie kwa sababu muda umetupa kisogo. Type ya kwanza ni kulingana na accommodation. Na nimekuambia wazazi waelewe kuna type na kuna cluster. Cluster ni viwango. C1, C2, C3 nitazielezea. Sasa tuelezee aina ama types of schools. Ya kwanza ni accommodation. Shule inaweza kuwa boarding, day ama hybrid. Day si ni ile wanaenda nyumbani. Boarding si ni ile wanalala wote. Hybrid ni ile wachache wanalala, wengine wanaenda nyumbani. Hiyo ni aina ya kwanza. Aina ya pili ni gender. Either boys or girls ama mixed. Aina ya tatu ni pathways. Nimekueleza kuna pathways tatu. Kuna shule ambazo ziko na facilities zote zitaruhusiwa kufundisha hizi pathways zote tatu. Hizo zitaitwa triple pathway schools. Alafu shule nyingine yoyote Kenya, ukumbuke nimekuambia STEM ni compulsory. Kuna ambazo zitafunza STEM na pengine arts. Hizo zitaitwa STEAMs. Kuna zenye ambazo zitafunza STEM na social sciences zitaitwa STEMs. Kwa hivyo aina ya 4 ni SNE, special needs education. Kwa hivyo mtoto atachagua aje? Anachagua 3 boarding schools from the home county, 6 boarding schools outside the home county, alafu 3 day schools from the sub county, hata kama ameruhusiwa kuchagua kwa county. Hivyo ndio wanachagua. Na ndio nikakwambia hakuna mtoto atakosa shule. Italingana na sasa performance ya mtoto, ndio wengine waende C1, wengine C2, C3 na C4. Muda wetu umekatika, lakini ningetaka tujue tu kesho tutakuwa papa hapa. Tutakuwa wapi? Papa hapa. So tuguzie kesho, tunaguza nini? Usieleze tunaguza nini. Kesho tutakuwa kuangalia nini? Kesho tunaangalia mambo mawili muhimu. Selection of schools, pathways and trust, subject combination na placement. Watoto wajue watachagua nini na vile wataitwa mashule. Wow. So kesho itakuwa siku muhimu sana kwa wazazi, wanafunzi na walimu pia. Papa hapa kesho mida ya saa 2:20 tutakuwa hapa ili kuangazia mambo tofauti ambayo yatamwezesha mwanafunzi kana yara yatetherie murito kuthira akitara skulu raeta guinera kethira ita imbio byo ngwa kethira kendekana kuthoma kendo utira we mutiari we murito we mwarimu ume bobo ndeno menya bono kuthira bo atakenda mono ku atige kuthira akiurira atiatia na atiari bedra batikuru mu ikiongo iruria mubangania bo mantu ya mutaratara yoa simbi no tukinya mudia yorwa rero ene ru tuketha turiwa kwariria mantu igi mutaratara yo simbi. Asante sana, tuonane tukarwe.